أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na hadithi inayofuata ni ya 5 kama sikosei. Kisha habari kinasema at-ta'rifu billahi ta'ala, yani kumfahamu, yani kumfahamu Mwenyezi Mungu mtukufu, yani mambo yanayofanya mtu umjue Mungu ni nani. Qauluhu ta'ala, kauli yake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Anajisema yeye mwenyewe, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja. Allahu, ambaye si mwanamke wala si mwanaume, hakuzaa wala hakuzaliwa. Alladhi, na hawako zaidi ya mmoja. Alladhi la ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Alimul ghaibi wa shahada, ni mjuzi wa elimu iliyofichikana na shahada. Huwa Ar-Rahmanur Rahim, naye ni mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. The most merciful, the most gracious. Anasema huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, naye ni Mwenyezi Mungu mmoja ambaye hapana mola isipokuwa yeye. Al-Malikul Quddus, ni mfalme. Al-Quddus, mwenye kutakasika. As-Salam, Mwenyezi Mungu ni amani. Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Azizu, Al-Azizu, mwenye nguvu. Al-Jabbaru, Azizu, mwenye heshima, utukufu, sharaf. Jabbarun, Jabari. Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun, Mwenyezi Mungu ametakasika na yale wanamshirikisha kwamba ana watoto, amezaa. Huwa Allahul Khaliqul Bari'u, hakika Mwenyezi Mungu ni muumba na si muumba tu. Al-Khaliqul Bari'u, Al-Bari'u ina maana gani? Anasema huwa al-Khaliqu alladhi awjada al-khalqi khassa, yani yeye ni Mungu ambaye amewafanya viumbe hasa katika masuala al-ahya'u minhum min al-adami, akawaleta watu akawapa uhai kutoka katika kutokuwa na uhai, akawaumba viumbe baada ya kuwa hawapo. Huyo ndo al-bari, al-bari'u min al-adami duna an yakuna lahu mithalun, pasi na kuwa na mfano. Yani Mwenyezi Mungu analeta something from nothingness and nothing can be compared to what he has bring forth. Kitu alichokileta hakifanani na kitu chochote. Kwa anaumba kitu kutoka kwenye nothing. Sisi wanadamu tunachukua malighafi ya Mwenyezi Mungu, tunatengeneza magari, barabara, viwanda, chuma, kitanda. Hii ni manufacturer, kwa sababu malighafi zipo unachukua. Yeye anaumba kutoka kwenye kutokuwepo, ndo al-bari. Anasema ni mtu aliyosababisha, Mwenyezi Mungu amesababisha uhai, ameumba akasababisha uhai kutoka na kutokuwepo. Duna yakuna lahu mithalun sabiqun fi khalqi, kutokuwepo na mfano wa nyuma katika umbile hilo alilolifanya. Yani hakuna mtu ambaye aliumba kama yeye kisha yeye ndo akaumba, yani copy. Hakuna. Kwa anasema ni huwal bari'u al-musawwiru, baada ya kuwa anaumba from nothingness, yeye ndo anatia shape sasa. Lahul asmaul husna, ni yake majina mazuri tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, vinamtukuza vyote vilivyoko mbinguni na ardhini. Wa huwa al-azizul hakim, naye ni mwingi, ni mtukufu na mwenye hekima. Suratul Hashr aya 22-24. Sasa hadithi inayoelezea aya hii inasema an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, kutokana na hadithi aliyopokea Abi Musa al-Ash'ari, amesema, radhi Mwenyezi Mungu zimwendee juu yake, amesema qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 kalimati, alisimama siku moja kwetu sisi mtume, rehma na amani zimwendee juu yake, na maneno 5. Faqala, akasema, inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama, hakika si vingine Mwenyezi Mungu mtukufu, la yanamu,
halali, kwa sababu sifa ya kulala inasababishwa na mtu kuchoka. Sasa kulala apate istiraha, apate raha. Kwa hiyo atakuwa Mwenyezi Mungu ni muhitajia. Mungu anachoka, anataka kupumzika. Kwa hiyo ndo anasema la yanamu wala yambaghi lahu an yanama. Kwanza sifa ya kulala hana, wala haifai kwake yeye kulala, kwa sababu ni sifa ya upungufu, nuqsan. Munazza'un anil kulli naqsin. Mwenyezi Mungu ameepukika na kila mapungufu. Yakhfidhu alqista wa yarfa'u. Anasema yakhfidhu alqista wa yarfa'u. Anasema ai Allah subhanahu wa ta'ala yudabbiru umura khalqihi bil adli, kwamba Mwenyezi Mungu anaposema yakhfidhu alqista wa yarfa'u, anawaendesha mambo ya viumbe wake kwa uadilifu. Unaona, fayarfa'u aqwaman wa yadhi'u akharin, wengine akawapandisha vyeo, akawanyanyua daraja kwa matukufu mbalimbali, na wengine akawashusha. Kama yashiru ila tafawuti al-arzaq, kama vile inavyoonyesha katika utofauti wa riziki. Mungu subhanahu wa ta'ala, wengine amewapa riziki katika watu baina nas, na wengine amewapunguzia. Kama hadith yakhfidhu rizqa aqwamun wa yuwassi'u akharin, kama qala kullu yawmin huwa fi sha'n, kwamba si kila siku ni yako, wengine nao wanapata. Kwa hiyo kama riziki vile Mungu anapandisha, mwingine anakuwa na juu, mwingine kati, mwingine chini. Ndo hapa anaposema yakhfidhu alqista wa yarfa'uhu. Asema yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar, hunyanyuliwa kwake amali za usiku kabla ya amali za mchana. Yani wale malaika wanavyopeana shift, wanaopeleka taarifa za usiku, wakitoka wanakuja wale wanaingia wa mchana, wanapishana. Wa amalu nahari kabla amalu layl, na hurufaishwa kwake amali za mchana kabla kuingia usiku, amali za usiku. Yani kuanzia asubuhi mpaka ile inafika kabla kuingia maghrib, wako wanaopeleka taarifa. Ndio maana dua baada ya asr ni mustajab, wanaingia malaika wengine. Hawa wanakwenda nao mpaka inapokuisha ile usiku, karibia sala asubuhi wanapeleka taarifa. Ndio maana usiposwali swala ya asubuhi msikitini au na jamaa, au usipoiswali, taarifa zikipelekwa unaonekana wewe usiku hujafanya ibada. Anasema hijabuhu nurun, hijabu yake, yani kilichomficha Mwenyezi Mungu, pazia ya kutomuona, ni mwanga, ni nuru, light. Wa fi riwayati naru, na riwaya nyingine inasema ni moto. Lau kashafahu la ahraqati subuhat wajhi mantaha ilayhi basaru min khalqi. Laiti angefungua Mwenyezi Mungu yupazia, yani angewafungulia watu wamuone, anasema wangeangamia watu kwa ile nuru ya Mwenyezi Mungu adhim. Subahu ni nuru ya Mwenyezi Mungu ambaye ni kali. Subahatu wajhihi, anasema huwa anwaru wajhi Allahi subhanahu wa ta'ala, ni miangaza ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa anna hadhihi al-anwar adhimatun jiddan, na hizi miangaza ni tukufu, zina nguvu sana, tukufu sana. Lidalalati ilahi law kashafat la taqatul ibadu ru'yataha, yani kama angedhihirisha watu wamuone, yani watu wangeangamia kwa ile mwanga au moto, kwa ile ukali wa nuru. Ndio anasema law kashafat la harakat subuhat wajhi mantaha ilayhi basaru, ambao ingi pale takapoishia macho min khalqi, katika viumbe vyake. Unaona, hiyo ni hadithi ya 4 au ya 5 kama sikosei, ni 4 tumemaliza. Kwa hiyo tutaendelea inshallah na zingine zinazofuata.